their flesh. Yani walikuwa ni watawala, viongozi, lakini miili yao ikawaangusha. Kina Samson, man of God. Habari za Samson, jitu lenye milaba, lenye nguvu, linaweza likashageti zima likakokoka mpaka mlimani, likapigana watu maelfu likawaangusha, lakini ifeli toka hizi flesh. Alishindwa kuutawala. Ndio maana akajikuta anaanguka kwa kahaba anachota. Samson ambaye ni mnadhiri wa Mungu, anointed man of God, very great man of God, alipewa mafuta akiwa tumboni mama yake, akamna mwili wake alishindwa kuukonka. Wewe fikiria, a great man anaangushwa na mwanamke. Mtu ambaye mbingu zimemheshimu kumpa neema ya kutikisa nchi, lakini aliangushwa na mwanamke kahaba. Unajua Mungu anaposema huyu mtoto, ukisoma historia ya Samson, wakati Samson anazaliwa, malaika wa Mungu alienda kwa mama yake akamwambia, mtoto huyu atakazaliwa atakuwa mnadhiri wa Mungu. Wewe fikiria, mtoto anazaliwa, malaika ndo anapeleka message kwamba kuna mtoto utazaa, huyo mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu tumboni, kwa hiyo usinywe kileo. Yani kuzaliwa kwake ilibidi message itoke mbinguni iende duniani. Na tunaona baada pale Samson amezaliwa, hakuwa mtu wa kawaida. Kwa nini? Divinely, yani he was consecrated tumboni kwa mama yake. Alikuwa ni mtu ambaye alitengwa tangu tumboni. Lakini angalia, that man alifall kwa kitu cha kijinga sana. Mimi nafikiri hata mbinguni kama Samson alienda, ukifika mbinguni muulize what was happening? Ulijisikiaje wakati unakuwa ni mtu nyako, lakini ulipofika mahali ukatobolewa macho, ukawa unasaga ngano, ulikuwa picha gani ndani yako? Atakwambia kile kitu ambacho alikuwa anasikia. Kiongozi ukae leader, lakini ukafeli mwili. Kwa hiyo mwili ni kitu ambacho usikizarau. Yaani mwili usema, unajua si mwili wangu. No, lazima uwe na maarifa, na Mungu anapotupa maarifa kutusaidia. Kwa sababu nimekuwa nasoma kitabu kimoja, namna Mungu alivyokuwa anatumia watumishi wakubwa kutembea kwenye miujiza. Watu wote waliweza kudhibiti mwili. Yaani watu wote ambao Mungu alikuwa anawatumia waliweza kuconquer the flesh, waliweza kudhibiti mwili. Kwa hiyo huwezi ukasema tu mimi nataka Mungu anitumie as the woman of God and then you don't know what your flesh can. Mwili wako umebeba nini na namna ya kudhibiti mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunajifunza kwa habari ya kuweka wakfu mwili wako. Kwenye kile kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2 anasema, basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Neno kujitoa mwili wako tunasema kwa Kiingereza ni consecration. Kutenga mwili wako kwa ajili ya Bwana. Anasema itoeni miili yenu. Kwa hiyo kuweka mwili wako unakuwa ni kwa ajili ya Bwana. To consecrate your body for God. Anaposema itoeni miili yenu iwe dhabihu, manake anamaanisha kwamba you have to live for God. Yaani mimi nasema naishi kwa ajili ya Bwana. Uishi kwa ajili ya, yaani sababu na kufanya uishi duniani ni kwa ajili ya Bwana. Ukiamka, ukilala, ukiwaza, wewe unaishi sawa sawa na Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu. Yaani unajiweka kwa matumizi ya Mungu. Unasema hichi kitu kimewekwa kwa ajili ya matumizi. Mimi ni kwa ajili ya matumizi ya nini? Kwa nini anasema kuitoa miili yetu? Unapokuwa umeokoka, umeokolewa kwa neema, sio? Ni kama vile ni mwanamke aliyeolewa. Mwanamke ambaye ameolewa haishi kwa ajili yake, anaishi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana wake. Umeelewa? Unapofika huyu mwanamke amelipiwa mahari, ameposwa, alafu baada ya kuposwa analetwa ndani kwenye nyumba ya mwanaume. Yule mwanamke haishi maisha yake tena. Ndio maana kule kwa alifanyika kitu kinaitwa send off. Maana yake alipelekwa kwa mume wake na akalipiwa mahari. Kwa hiyo mwanamke haishi kwa ajili yake. Maana yake nini? Hana uhuru wake, hata kuwa na uhuru kama ule ambao kabla ya kuolewa alikuwa nao. Alikuwa anaweza kwenda kila mahali, akiamka asubuhi anaweza akasema leo naenda kumtembelea rafiki yangu mtaa fulani. Anaamka, anavaa, anaondoka. Anaweza akasema leo mimi sipiki, naamua tu nitakula chai na mkate, meisha. Anaweza akasema leo navaa tu labda kimini, natoka naenda mahali fulani. Hakuna mtu akonisemesha hapo kabla ya kufanya kuolewa. Maana yake hakuna mtu ambaye yuko juu yake ambaye anamtawala. Kwa hiyo anaishi maisha yake. Lakini siku anaoa na kusema siku hiyo ameolewa, maana yake anapoteza uhuru wake wa kujiamulia, na anapoteza uhuru wake kufanya maamuzi anayotaka. Na kuna maamuzi ambayo atafanya lazima amconsult yule ambaye yuko juu. Kwa hiyo mfano wa kuolewa ndio mfano wa kuokoka. Yaani the moment unaposema I'm born again, nimeokoka, unapoteza uhuru wako. Hushika vile ulikuwa, kwa sababu kuna umeingia katika mamlaka. Yaani you are governed by, kuna mtu mwingine anatawala maisha yako sasa. Umeelewa? So when unasema I'm born again, ninapoingia ndani ya wokovu, siishi bila mshi. Nilikuwa naenda club, nilikuwa nakunywa, nilikuwa ninaweza nikaruka, leo niko na huyu na huyu, kesho na huyu, niko na mvulana yule. Huo uhuru unaondoka. Nitaishi kulingana na ile roho ambayo iko ndani yangu, itanitawala kwamba ikiacha, ikifanya, ikifanye. Kwa hiyo yule aliyeingia ndani yako ndo anakuwa bwana wa maisha yako. Sasa huyo ndio anakutawala maisha yako. Unapoteza uhuru wako. Tunaelewa? Ndio maana kuna mahali fulani Paulo akasema mimi ni mfungwa katika Kristo. Yaani ninapokuwa katika Kristo nimekuwa mfungwa. Yaani ni kama vile natawaliwa, niko ndani ya kifungo. Kuna watu wanasema
umekuwa huru, unaweza kufanya unataka. Hapana, hiyo si kweli. Hiyo doctrine sio ya kweli. Wengine nasema unajua kwa sababu ya neema, kwa sababu ya neema tumeokolewa, kwa hiyo tunaweza kufanya chochote. Hapana, si kweli. Huwezi kufanya chochote kwa sababu tu ya neema ipo. Ndio maana Paulo mahali fanya kwa sababu ya neema tutende dhambi kwa sababu neema ipo. Asema la hasha, hapana. Kwa hiyo unapokuja ndani ya Kristo kuna maisha unatakiwa uishi. Na unaishi kwa ajili ya yule ambaye alifanyaje, aliyekuokoa. Kama vile mwanamke anavyoishi ndani ya ndoa, anaishi kwa ajili ya mume wake, naona ndani ya Kristo unaishi kwa ajili ya yule aliyekufia msalabani. Wakati Yesu anakufa, Yesu alikuwa anakufa msalabani kwa ajili yetu. Alikuwa amekuja kwa ajili ya kuisha kile ambacho Adamu wa kwanza pale bustani ya Eden. Na ilibidi kukosea, ilibidi Yesu alipe penalty. Kisha Yesu kufa msalabani alikuwa analipa legal, alikuwa analipa kisheria sababu ambayo wewe unatakiwa upate na mimi kupitia anguko la mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kitu cha kisheria kwamba ilibidi damu imwagike baada ya dhambi. Kwa Yesu alirudisha ule mfumo wa ile nafasi ya mwanadamu aliopewa pale bustani. Kwa unapokuwa umeokoka sasa, unapokea legally, unapokea roho yako, inapokea uhuru wa roho, inapokea kile Yesu alicholeta pale msalabani. Lakini sasa baada ya kupokea kuna taratibu ile kitu kiweze kutokea kwenye maisha yako, lazima kuna maisha uweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sasa ule wokovu ambao Yesu aliuleta pale msalabani uweze ukamanifest kwenye maisha yako mpaka kuna maisha uanze kuishi. Yale maisha ndio yatafanya kile kitu kifanye kitokee. Ndio unaposema sasa tunakuwa unajiconsecrate, yani unaishi kama vile Mungu alivyokusudia, ili sasa kile ambacho Yesu alifanya pale msalabani kije kwako uhalisi kitokee. Ndio maana halafu nikaishi maisha takapana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaposema kujitoa mwili wako, ni maana yake ni kujiweka wakfu kwa ajili ya ili Mungu akutumie sawa sawa na vile alikusudia tangu mwanzo. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu alikuwa na lengo ndani yake. Mungu alikuwa kuna kitu Mungu alikuwa anawaza kwa ajili ya mwanadamu. Sasa kile kitu ni Mungu mwenyewe ndo anaweza kukifunua, sio wewe. Yaani wewe wakati unaokoka kuna kitu Mungu alikuwa anakusudia wewe uwe. Lakini hauwezi kuwa paka wewe Mungu amekufunulia namna ambavyo Mungu anataka uwe. Sasa kujiweka wakfu ni kitendo cha kuishi ili Mungu sasa ajidhihirishe ndani yako. Ili Mungu sasa akuweke vile ambavyo Mungu alikusudia. Yaani unajitoa kwa ajili ya Mungu ili Mungu sasa yeye afanye kile ambacho alichokusudia wewe uwe hapa duniani. Hiyo ndo maana consecrated, yani kujitoa kwa ajili ya Bwana, kuishi kwa ajili ya kwenye Agano la Kale. Unaposema watu walikuwa wanajiweka wakfu kulingana na namna ambavyo Mungu alikuwa anatoa maelekezo. Tunasema walikuwa wanajiweka consecrated, walikuwa wanajitenga kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya sawasawa na vile Mungu alivyokuwa anataka hawa watu waishi. Kitabu cha Hesabu 6 kuanzia mstari wa kwanza. Hesabu 6 mstari wa kwanza anasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, mtu mume au mtu mke atapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana, atajitenga na divai na vileo, hata kunywa siki ya divai ya vileo, wala asinywe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi, wala zizenga wembe usimfikie kichwani mwake, hata hizo siku zitapotimia ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana, atakuwa mtakatifu, ataziacha. 6 anasema siku hizo zote ambazo alijiweka awe na Bwana, asikaribie maiti. Sasa hapa kuna taratibu Mungu alikuwa anazungumza kwa habari ya watu walikuwa wanatenga au wanajiweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Walikuwa wanajitenga, walikuwa wanapewa taratibu namna ya kuwa, walikuwa namna gani sasa wewe kama unajitenga uwe. Kwa hiyo walikuwa wanaitwa wanadhiri. Wanadhiri ni watu walikuwa hawanywi pombe au divai, walikuwa ni watu ambao hawanywi siki au kileo, ili uweze kuwa mnadhiri wa Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanajitenga kwa ajili ya Bwana. Ndio maana Samson wakati mama yake mimba yake inatungwa, kwenye kitabu cha Waamuzi 13 mstari wa 5, Biblia inazungumza kwa habari ya malaika alienda akamwambia mama yake asinywe kileo kwa sababu ile mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu. Kwa hiyo aliambia usinywe kileo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaweka utaratibu wa watu, ukitaka kuwa mnadhiri au kujiconsecrated kuna taratibu gani za kufuata. Ukiendelea hapa hata maiti alikuwa uruhusu kuona maiti. Yaani ukiwa katika jitenga kuwa wakfu namna hii kwa Mungu, hata maiti utakuone, hata kama ukifiwa na baba yako na mama yako na taratibu. Lakini hizi ni Agano la Kale, namna ambavyo walikuwa wanatengwa kuja kuwa wanadhiri, yani walikuwa wanaishi kwa ajili ya Mungu. Kwa sasa hiyo ilikuwa ni Agano la Kale. Agano la Kale kivuli cha Agano Jipya, yani the shadow of the New Testament. Agano la Kale linaelezea kitu kitachokuja kufanyika kwenye Agano Jipya. Sasa haimaanishi kwamba zamani walikuwa wanajitenga hivi na sisi tujitenge hivyo. Yaani inaelezea kwamba taratibu ambazo unapokuwa katika Agano Jipya zitafuata, ambazo ni tofauti na zile ambazo zilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Maana kujitenga kwetu sisi katika Agano Jipya, tunatembea katika uongozi wa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunatembea katika nini? Katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anakuwa kiongozi wetu. Hatuishi katika sheria. Agano Jipya is not about sheria. Hamna sheria tena. Agano la Kale ilikuwa ni agano la sheria, usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, usiende mahali fulani, usile hiki. Lakini Agano Jipya sio agano la sheria, ni agano la neema. Kitabu ile cha Warumi 8 mstari wa 14 anasema, Warumi 8:14 anasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya anayetufanya tuwe consecrated au anatusaidia tutembee katika wakfu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu huku sio sheria tena. Kwa mfano Roho Mtakatifu hamna kula ndani yake,
au leo lala. Manake hiyo una skrini yako utakulala. Manake ndani yako unatakiwa uweke wakfu kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya maombi kwa siku. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakuongoza na vile ambavyo yeye anataka uwe, sio wewe unavyotaka, yeye anavyotaka. Kwa hiyo tunapozungumzia kuwa consecrated, sio sheria tena, ni jambo la Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu ndiye kiongozi. Roho Mtakatifu ni mwalimu, tunaongozwa kwa Roho. Kwa hiyo tuenende kwa taratibu za kwetu kwa Roho Mtakatifu vile ambavyo anavyotuongoza. Kwa mfano Roho Mtakatifu anaposema leo labda usilale usiku uombe, maana katika ulimwengu wa roho kuna kitu labda unatakiwa upokee siku hiyo ambacho kitakusaidia katika wokovu. Kwa hiyo anakuandalia mazingira ya wewe sasa kujiweka wakfu ili upokee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana unajiweka wakfu, maana unakuwa umejiandaa, yani wewe kuna siku utaambiwa labda leo yako lazima ujiandae kuwa hivyo. Yani usije kusema unajua kukaa bila chakula, maana wewe uko tayari kwa consecration. Ishi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Bwana. Ratiba ya Mungu ndio inatawala maisha yako, sio ratiba. Huishi tena kwa sababu ya ratiba Mungu kwenye maisha yako. Yeye ndo anakuongoza maisha yako, ratiba za maisha yako zinakuwa ziko chini ya uongozi wake. Kwa hiyo ndio maana anasema wanaongozwa na Mungu, hao ndio wanao. Na